بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu, mwalimu wetu, kipenzi wetu bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ndugu zangu kina mama, kukutana na nyinyi katika semina hii ambayo hufanyika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tutakabalie funga zetu, ibada zetu, swala zetu, sadaka zetu na amali zote ambazo tunazifanya ndani ya masiku haya matukufu. Ndugu zangu kina mama, malengo ya semina hizi ambazo zinafanyika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan ni kutubadilisha. Ndio lengo kubwa sana. Na wote ambao tumehudhuria hapa tuweke nia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kumuomba Mwenyezi Mungu msaada. Tuweke nia kwamba tumekuja katika semina hii kuweza kujifunza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha ili tuweze kuyafanyia kazi. Tuweke nia kwamba Mwenyezi Mungu atulipe kila sekunde na dakika ambayo tutakaa humu ndani katika kujifundisha masala ya dini yetu tukufu ya Uislamu. Bila kuweka nia hiyo, ukawaji wetu humu ndani utakuwa hauna faida mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na itakuwa ni kupoteza muda. Lakini kila mmoja ajilazimishe aweke nia hiyo. Lakini pamoja na nia, tukithirishe sana kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala tusaidie. Sababu bila msaada wake hatuwezi kufikia malengo tunayokusudia. Kila mara jizoeshe kusema Mwenyezi Mungu nisaidie kuweza kukudhukuru, kukutaja, nisaidie kuweza kukushukuru, nisaidie kuweza kukuabudu kama unavyotaka. Kumuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala msaada. Bila msaada wa Mwenyezi Mungu tutatoka hapa kama tulivyokuja, lakini kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akagusa nyoyo zetu na tukatoka tukiwa tumebadilika. Kwa hiyo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala siku ya leo na kesho ziwe ni siku muhimu katika maisha yenu ambayo ataweza kuwabadilisha na kupata ufahamu mkubwa unaohusiana na dini tukufu ya Uislamu. Tuko pamoja kina mama? Naam. Maudhui ambayo ningependa nizungumzie leo ni maudhui ambayo nimeona ni muhimu kwangu mimi binafsi. Wakati nachagua maudhui nikaona hii itanisaidia mimi na itawasaidia na nyinyi. Ni maudhui inasema al-alaqa ma Allah, mahusiano yetu sisi na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hii ndio maudhui yangu. Na ndani ya maudhui hii tutauliza maswali muhimu matatu, au tutajiuliza maswali muhimu matatu, ambayo haya maswali matatu hatuhitaji tuyajibu hapa, lakini kila mmoja aliyehudhuria hapa haya maswali matatu ajiulize yeye ndani ya nafsi yake, nikiwemo mimi mzungumzaji, alafu ajitathmini kutokana na majibu yatakayopatikana ndani ya hayo maswali matatu. Sawa kina mama? Mimi nikimaliza mada yangu, kabla hamjaanza kuniuliza, mimi nitaanza kuwauliza nilichokifundisha. Kwa hiyo ni muhimu sana ujisaidie kwa kuandika baadhi ya nukta au kuzikariri. Sawa, usiandike kila kitu, utakuwa usikilizi. Maneno ni mengi, nukta tu za msingi. Nitawauliza baadaye. Ndugu zangu kina mama, Allah ndio kila kitu kwetu sisi kama waumini. Maisha yetu yote tunayoishi yanazunguka katika elimu ya Mwenyezi Mungu, uwezo wa Mwenyezi Mungu, hikma za Mwenyezi Mungu, matakwa ya Mwenyezi Mungu. Maisha yetu yote yanazunguka katika vitu hivyo. Riziki zetu, afya zetu, mali tunazozimiliki, watoto,
waume wenu, kila kitu katika maisha kipo mikononi mwa nani? Mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila kitu kipo mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi hatumiliki kitu chochote. Tuna ile tu ni lugha unazungumza, watoto wangu, sawa shamba langu, mume wangu, sijui nani wangu, hiyo vitu, lakini vyote vinamilikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndio miliki wa vitu vyote. Swali la kwanza, kila mmoja ajiulize, ajitathmini na ajijibu ndani ya nafsi yake kwa ukweli kabisa. Wewe mahusiano yako na Mwenyezi Mungu yakoje? Sawa Hilo ndio swali letu la kwanza. Mahusiano yako na Mwenyezi Mungu yakoje? Sisi tunajua nini maana ya mahusiano, ndugu zangu. Kikuuliza wewe mama fulani, mahusiano yako na mama fulani yakoje, ambaye ni shoga wako, sijui shosti wako, sijui jirani wako, yani huwezi kwenda sehemu, lazima mpitiane mpaka mnavaa sare, mpaka sura zenu zinafanana sasa hivi. Nikikuuliza, sema ukimtaka mama fulani, mtafute mama fulani, utampata mama fulani. Nikikuuliza mahusiano yako wewe na mama fulani yakoje, utajibu nini? Nasema yule ndo mimi ndo yeye. Yani mahusiano yetu ni kama watu ambao wamezaliwa tumbo moja, baba mmoja, mama mmoja. Mahusiano mazuri kabisa, tunapendana. Sawa Hatufichiani siri zetu, anayajua yote ya kwangu na mimi ya kwake yote nayafahamu. Ushauri wangu wote na upata kutoka kwake, na yeye jambo lake lote lenye shida ni lazima mimi ni mshauri wa kwanza. Tupo karibu kabisa. Hiyo ndio maana ya uhusiano ninaizungumzia. Sasa hamisha uhusiano huo. Mimi nauliza hivi, uhusiano wako wewe na Allah ukoje? Pamoja na kuwa Mwenyezi Mungu hafananishwi, laisa kamithlihi shay'un, hafanani na kitu chochote. Mimi natoa mfano kukurubisha maana ya kuleta nini maana ya mahusiano. Je, ni mahusiano ya mapenzi, ya maelewano baina yako wewe na Mwenyezi Mungu, mahusiano ya heshima? Yakoje mahusiano yako na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa muumini wa kweli kabisa, hili ni swali gumu sana. Swali gumu sana. Jibu la swali hili linatakiwa likunyime usingizi. Kama ambavyo ukikosana na shoga wako, shosti wako, rafiki yako, mpenzi wako karibu, akakununia kidogo tu, huwezi kulala vizuri. Sema hivi, nimemfanya nini? Nimemudhi katika jambo gani? Naona haiko kawaida, sio yule ninayemfahamu. Kuna kitu hapa, kuna maneno yamepita hapa. Mimi sijafanya lakini sielewi. Unakaa unatafakari. Na ukiona imeongezeka, inafika sehemu unamfuata, unamwambia mama fulani, na kuona kama hauko sawa, mimi nakufahamu vizuri. Umebadilika kidogo. Kuna nini? Labda nimekosea sehemu, labda nimekuudhi, labda kuna mtu kaingiza maneno katikati baina yetu. Sema tu yamalize, kama nimekosea nikuombe radhi. Si ndio inavyokuwa hivyo? Naam. Sasa wewe alaka yako na Mwenyezi Mungu ikoje? Inakunyima usingizi? Unahangaika kutafuta kwamba Mwenyezi Mungu, kuna kitu gani hapa? Mbona naona siko sawa? Mambo yananiandama, yananisakama. Umenikasirikia nini? Mbona naona watoto wangu mambo yao hayaendi sawa sawa? Kila nikifanya hivi najitokeza hili, nikifanya hivi najitokeza nini? Mahusiano yangu yakoje? Nimefanya nini Mwenyezi Mungu? Sehemu gani nimekosea? Tunafanya hicho kitu. Hiyo ndio mahusiano na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kunyime usingizi, kwa maana nisamee mimi na mambo mengi na watu wananitafuta, acha nizime tukiongea. Hiyo ndio maana ambayo naikusudia katika swali la mwanzo ambalo najihusia mimi na nyinyi wote mliohudhuria hapa na wote wanaotutazama kwenye vyombo hivi.
Kila mtu ajitathmini mahusiano yako na Mwenyezi Mungu yakoje. Sawa Ukielewa kwamba Mwenyezi Mungu hafichikani na kitu chochote. Hakuna kitu ambacho unaweza ukakifanya wewe ukasema hichi Mwenyezi Mungu hajakiona, hakijui, hajasikia. Anajua kila kitu. Anajua siri zetu wote humu ndani. Na wallahi angetufungulia siri zetu humu ndani hakuna mtu angebaki hapa. Wote tungekimbia kwa madudu ambayo tunayafanya. Lakini ametufanyaje? Ametustiri. Sasa pamoja na kujistiri, jiulize ndani ya nafsi yako. Huyo ambaye anatambua yote unayoyafanya, unayoyasema, unayokusudia kuyafanya, wewe mahusiano yake na yeye yakoje? Hili ni swala muhimu la mwanzo la kujiuliza. Mwenyezi Mungu anasema innal ladhina amanu wa amilus salihat. Hii katika surati Maryam aya 96. Innal ladhina amanu wa amilus salihat sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Wale walioamini na wakafuatilizia imani yao kwa kufanya mambo mema, mambo mazuri, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atajalia mapenzi baina yao. Wuddan. Kwanza mapenzi baina yao wao na Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisha mapenzi baina yao na watu. Yani watu watakuwa wanawapenda hao ambao wamemwamini Mwenyezi Mungu na wakafanya nini? Na wakafanya matendo mema. Allah atajalia mapenzi ndani yao. Watapendwa na Mwenyezi Mungu na watapendwa na watu. Kwa hiyo ukiona watu wengi wanakupenda na sengine hata hujui, huna nasaba nao, hujamfanyia kitu chochote, lakini nafsi yake inafunguka kwako, hizo ni dalili za kwamba Allah amejalia mapenzi yake ndani ya nini? Ya nafsi yako. Ukiona unachukiwa sawa kila mtu anakusema vibaya, jitathmini vizuri sana. Kuna tatizo kubwa baina yako wewe na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mapenzi ya Mwenyezi Mungu anayashusha kwa waja wake. Unakuta watu wanakupenda tu bila sababu yote, bila maslahi yote sengine. Hiyo ni dalili ya kuonyesha kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameteremsha mapenzi kwako. Misingi mitatu ya mahusiano na Mwenyezi Mungu. Ya kwanza, at-tasdiq akhbaruhu, ni kusadikisha yaliyokuja kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwamba maneno yaliokuja kwa Mwenyezi Mungu kupitia Qur'an, mafundisho yake, wewe unayasadikisha ya ukweli na unayafanyia kazi. Hii ni nguzo ya kwanza ya mahusiano na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nguzo ya pili, waridha biaqdarihi, mtu kuridhika na qadar za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadar ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukadiria, anazijua yeye mwenyewe, sisi hatuzijui. Kwa hiyo chochote ambacho kinakutokea kilikuwa ni lazima kikutokee kwa sababu Mwenyezi Mungu alishakikadiria. Wewe jitahidi tu kwa zile sababu za kibinadamu. Kwa hiyo kuridhika na qadar za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuridhika kama Allah Subhanahu wa Ta'ala amekujalia, amekupa watoto, ridhika nao. Hajakupa watoto, ridhika na hiyo hali. Amekupa mali, ridhika nayo. Amekukunjia katika mali, amekupa kiasi, amekukadiria, ridhika na hali kama hiyo. Amekupa maradhi, umejitahidi kujitibu, hayaponi, ridhika na hiyo hali kwamba umeletewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuridhika na qadar za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kufiwa na unayempenda ni qadar za Mwenyezi Mungu. Hii ni moja katika nguzo za mahusiano mazuri na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ya tatu, itibaa awamiri, kufuata maelekezo na maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuko pamoja ndugu zangu kina mama? Tunazungumzia swali la ngapi katika maswali matatu? Swali la ngapi? La tatu. Maswali yako matatu. Hili swali la ngapi? La kwanza. Ni swali gani? Mahusiano yako na Mwenyezi Mungu yakoje? Tuweke kichwani, sawa? Ndio tunaizungumzia na ndio tunaichambua. Mahusiano yetu na Mwenyezi Mungu yakoje? Na katika kuzungumzia mahusiano yetu na Mwenyezi Mungu yakoje, nikazungumzia aya inayozungumza kwamba Allah akikupenda, sawa, kama una mahusiano mazuri atajalia watu wakupende, ni dalili. Lakini ili uweze kufikia katika haya mahusiano mazuri, kuna mambo matatu nimeyazungumzia. Ya kwanza tumesema ni kusadikisha
maelekezo yake, mafundisho yake. Ya pili kuridhika na nini? Na kadari yake. Na ya tatu kufuata maelekezo yake. Kingine tuelewe ndugu zangu akina mama, tuelewe kwamba mahusiano yetu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tena sijui nimegusa kitu gani hapa. Kila ambacho tunakifanya katika amali, ibada, mbona ilikuwa iko vizuri tu. Kila ambacho tunakifanya katika amali na ibada zetu, tusiridhike kwamba kitakubaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maulama wanasema kullu amal ila Allah yujibu udhran. Kila amali unaifanya kwa Mwenyezi Mungu ichukulie udhuru kwamba haijakamilika, ina mapungufu. Lakini mwambie Mwenyezi Mungu, Allahumma taqabbal. Mwenyezi Mungu nakuomba pokea. Pamoja na udhaifu wangu, pamoja na amali yangu hii nimeripua, pamoja na dosari zilizopo, ya Allah taqabbal. Sawa Na ndivyo walikuwa mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim alayhi salam na mtoto wake walipoamrishwa kujenga Al-Kaaba, baada ya kumaliza wakamwelekea Mwenyezi Mungu wakamwambia, ya Allah taqabbal. Mwenyezi Mungu pokea amali tuliyofanya sisi, yani pamoja na mapungufu yake. Lazima tujizoeshe sifa hii ya kutengeneza mahusiano na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kila jambo unaloletewa na Mwenyezi Mungu, liwe la khairi, liwe la shari unavyoliona wewe, wajibu wako kushukuru. Wajibu wako kushukuru. Umepata jambo zuri, umeona zuri, alhamdulillah. Umepata mtihani, umepata msiba, alhamdulillah. Sababu hujui hikma ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuwekea. Hii inakufundisha kujenga mahusiano na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila siku kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuona unachokifanya hakitoshelezi au hakijafikia katika lile lengo ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameliweka. Hadithi muhimu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye alimfundisha kijana Ibn Abbas ni muhimu sana, na tukielewa hii hadithi katika kutengeneza mahusiano yetu na Mwenyezi Mungu, wallahi tutastarehe. Stress zitaisha, msongo wa mawazo wote utakuwa haupo. Utapata ile utulivu wa nafsi. Sasa hivi tunasumbuliwa sana na matatizo hayo. Na shetani anapenya humu ndani, anakuingizia vitu vya shirki na vitu vingine mpaka unakuwa uko mbali na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tukielewa vizuri, na huwa mara nyingi nairudia na isoma sana. Tukielewa vizuri, hii itakuwa ni tiba ya maradhi yetu ya nafsi na kutengeneza mahusiano mazuri na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, alimpakia nyuma ya punda wake, kampa lift, yani kijana mdogo wa miaka kama 13 14 wakati huo. Akamwambia, ya ghulam, ewe kijana, inni uallimuka kalimatin, mimi nataka nikufundishe maneno machache. Ihfadhillah yahfadhuk, mlinde Mwenyezi Mungu, muhifadhi Mwenyezi Mungu na yeye atakuhifadhi. Ihfadhillah tajidhu tujahak, muhifadhi Mwenyezi Mungu, siku zote utamkuta yuko na wewe kwenye kadhia zako, kwenye matatizo yako. Tuko pamoja kina mama? Kumuhifadhi Mwenyezi Mungu maana yake ni kutengeneza urafiki na Mwenyezi Mungu, kutengeneza mahusiano na Mwenyezi Mungu. Sio kumuhifadhi Mwenyezi Mungu maana yake unamlinda kama unavyolinda kitu. Mwenyezi Mungu hahitaji mtu amuhifadhi. Maana yake ni kuhifadhi mafundisho yake, kuhifadhi maelekezo yake. Ndio maana ya kumuhifadhi Mwenyezi Mungu. Ukimuhifadhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utamkuta yuko na wewe. Ukimuhifadhi Mwenyezi Mungu siku zote utamkuta yuko upande wako. Katika kadhia yote unakuta unashinda tu. Kwa sababu gani? Upande wako yuko Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kama upande wako yuko Mwenyezi Mungu, hakuna wa kukushinda katika dunia hii. Ihfadhillah tajidhu tujahak, muhifadhi Mwenyezi Mungu utamkuta yuko mbele yako. Idha sa'alta fas'alillah,
Ukitaka kuomba usimuombe mwingine, muombe nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Usimuombe mtu yote. Haya mafundisho ndugu zangu kina mama sio tu kwa Ibn Abbas, kwetu wote. Ukiwa wewe mtu wa mwanzo kumuomba ni Allah subhanahu wa ta'ala, kabla ya kitu chochote, Allah ndio anamiliki viumbe wake wote, atawaelekeza viumbe wake waje kwako wakutatulie na wakusaidie katika tatizo uliokuwa nalo. Lakini ukianza kuomba binadamu wenzako, Allah anakaa pembeni, hakuzuia, hakukatalia, wala atakusaidia, mwacha atakusaidia. Sawa eh? Kwa hiyo unakuwa tayari umekwenda kumuomba dhaifu. Kuna mambo ambayo yameruhusiwa kisheria kuombana sisi wenyewe kwa wenyewe. Yanaruhusiwa. Ama fulani una chumvi. Sawa nawe naomba kidogo, mimi leo nimesahau kununua. Ama fulani si una kitu gani? Ama fulani una nini? Hivi si hotpot si kitu gani? Hivi ni vitu ambavyo tunaombana kama binadamu. Haviingii katika masala ya aqida. Masala yanayozungumziwa hapa ni yale ambayo unataka utatuzi wa matatizo mazito ambayo uwezo wake upo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wewe ukayapeleka kwa mwanadamu. Lakini pamoja na hayo, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahabiat wa kike walikuwa mpaka mtu anapokuwa amepungukiwa na chumvi nyumbani kwake ananyanyua mikono, anasema ya Allah, sina chumvi. Mtu akiona anamwomba Mwenyezi Mungu chumvi, aweza sema labda wewe unamdharau Mwenyezi Mungu. Mungu mbingu na ardhi unamwomba chumvi. Mwenyezi Mungu anafurahi kwa sababu anasema mja wangu ameelewa kwamba hata chumvi mimi hata mimi nampa chumvi. Ameelewa kwamba mimi ni Mola wake. Pamoja na kuwa inaruhusiwa kumwomba mtu mwingine, lakini walioelewa vizuri maana ya hadithi hizi walikuwa wanatanguliza kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Na kweli kabla mikono haijashuka, bila kujua chumvi imefika nyumbani. Sio inaingia dirishani hivi unaiona inakuwa kwenye meza. Kuna sababu zinajitokeza, sawa? Ama fulani nilinunua chumvi paketi 2, ngoja nikupe na wewe moja. Hata hujui imetokea wapi. Sisi tumeelewana eh? Kwa sababu gani? Mategemeo yako ya mwanzo yako kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Ukitaka msaada wote ule, taka msaada kwa Mwenyezi Mungu. Wa'lam, elewa ewe kijana, tunaambiwa wote hapa, anna al-ummata law ijtama'at, lau dunia nzima ingejikusanya, ala an yanfa'uka bi shay'in, ili wakunufaishe kwa jambo, lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak, hawataweza kukunufaisha isipokuwa kitu ambacho Mwenyezi Mungu amekuandikia wewe. Haya maneno mazito sana. Wewe mama fulani, dada fulani sijui ambaye umehudhuria katika semina hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuambia dunia nzima, si watu wa Iringa tu, dunia nzima yenye watu zaidi ya bilioni ngapi sijui, wajikusanye waseme tunamtafuta mama fulani tumuue, hawatoweza kukugusa unywele wako isipokuwa kwa kile kitu ambacho Mwenyezi Mungu amekiruhusu akifanye. Hakuna binadamu anaweza kufanya lolote bila ruhusa na idhini ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa na imani hii, imani zote zingine zinazohusiana na ushirikina, mama fulani ndio yuko hivi, namjua fulani ndio anasababisha mimi nipoteze watoto wangu, sawa eh? Imani za aina hiyo zitakuwa zipo. Sisi tunapoteza sana imani kwa Mwenyezi Mungu na tunaharibu mahusiano kwa sababu ya kuwapa watu wengine nguvu alizonazo nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe unamjua yule, humfahamu yule, anaondoa maisha yako mara moja yule. Mchawi mkubwa sana yule. Ameua watu wengi sana. Yaani tayari umeshamfanya yule anafisha na anafufua na umempa sifa za Mwenyezi Mungu. Lakini ukiwa na imani hii, wallahi hutomuogopa mwanadamu mwenzako hata siku moja. Na kama kuna kitu kitakutokea, basi utajua Mwenyezi Mungu amekiruhusu kinitokee, kwa sababu nimefanya zile sababu zote ambazo Mwenyezi Mungu amezihitaji. Kwa hiyo ni mafundisho muhimu yanayokufanya uwe huru.
uwe huru, umtumikie Mwenyezi Mungu peke yake, sio binadamu wengine. Kwa sababu gani? Hakuna anaweza kukudhuru wala hakuna anaweza kukunufaisha. Elewa vile vile anna al-ummati law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in, dunia nzima ikijikusanya waseme wanataka wakunufaishe wewe, wakujengee majumba, wakufanye nini, kama una maradhi wakutibu, yani waamue kukusaidia, yani watu wote duniani hawataweza kukusaidia kwa lolote isipokuwa lile Mwenyezi Mungu aliyoruhusu likufikie. Basi zote ni kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukielewa hivyo, siku zote utakuwa unamkimbilia nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndo anamiliki vitu vyote na wala hutawakimbilia watu wengine. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, kalamu zinazoandika qadar tayari zimeshaandika na wino umekauka. Kwa maana ipi? Kwa maana kila mtu humu ndani ameandikiwa qadar na Mwenyezi Mungu na imekauka. Lazima utekelezaji wake uko mbeleni. Wote tuliomo humu ndani, maisha yetu tangu tuko katika matumbo ya wazazi wetu, tutazaliwa vipi, utaishi vipi, utakuwa na furaha, utakuwa na dhiki, utakuwa asi, utakuwa mtiifu, utakuwa tajiri, utakuwa maskini, utapata mume wa aina gani, watoto wa aina gani, yote yameshaandikwa kabla hujazaliwa. Hiyo ndio qadar iliyomo ndani ya vitabu vya Mwenyezi Mungu. Inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba yale ambayo anayataka Mwenyezi Mungu kwetu yatatimia. Unapotengeneza mahusiano wewe na Mwenyezi Mungu, mahusiano yako yakawa mazuri, yeye ndiyo mwenye mamlaka ya kubadilisha qadari ile. Tuko pamoja? Yani wewe uliandikiwa fulani binti fulani ambaye utazaliwa sehemu fulani, maisha yake atakuwa 1 2 3 4 5. Sisi hatuyajui tumeandikiwa nini. Nimba tunajitahidi, tunasoma, tunafanya kazi, tunajivi, unataka kujikwamua kutoka katika maisha, usomeshe watoto wako. Kwa sababu gani? Huelewi Mwenyezi Mungu ameandika. Ungekuwa unaelewa usingefanya yote hayo. Kwa sababu kuna faida gani ya kufanya tayari umeshaelewa na umeona Mwenyezi Mungu amekuandikia nini? Hatujaona qadar sisi, hatujaona daftari letu. Ndio maana tunajitahidi, ndio maisha yanavyokwenda. Sasa haya maisha tunayafanya yanakwenda kutokana na yale ambayo Allah kayaandika. Ukiwa karibu na Mwenyezi Mungu, una mahusiano mazuri na Mwenyezi Mungu, yale utakayemuomba Mwenyezi Mungu, saa nyingine ulikuwa usiyapate, Allah anayabadilisha, unayapata. Anabadilisha katika kadari yako. Kwa sababu gani? Una mahusiano ya karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio umuhimu wa kutengeneza mahusiano na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu kina mama, mwezi huu wa Ramadhani Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuletea, lengo lake kubwa ni kutengeneza mahusiano na Mwenyezi Mungu, kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, kutengeneza madaraja yatakayotufikisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuzungumza na Mwenyezi Mungu mara kwa mara kupitia kusoma Qur'an, adhkar, kisimamo cha usiku na kuomba dua. Hii yote Mwenyezi Mungu ametuletea tusishawishike, tutengeneze mahusiano mazuri. Yule anayetuharibia mahusiano yetu baina yetu sisi na Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambaye Mwenyezi Mungu alisema huyu ni adui mkubwa, msimfanye kuwa ni rafiki, ambaye ni Iblis, shaitan, Mwenyezi Mungu amlani. Allah Subhanahu wa Ta'ala amemfungia, yuko jela. Ametubakiza yeye na sisi tutengeneze mahusiano. Mshawishi ameondolewa, yuko pembeni. Ni fursa katika kipindi hichi cha mwezi mmoja kujenga na kutengeneza mahusiano yetu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuko pamoja ndugu zangu kina mama? Kwa mwezi wa Ramadhani ni fursa, ofa Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupa kwa ajili ya kuweza kupata fursa ya kuboresha mahusiano yetu sisi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Njia pekee ndugu zangu wa kina mama itakayo kufanya uelewe mahusiano yako na Mwenyezi Mungu na kujitathmini ni kujiangalia nyoyo zetu, na kila mmoja ana moyo humu ndani. Ana moyo wake. Kila mmoja atathmini katika moyo wake. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haangalii ibada zetu. Ni muhimu kuswali, ni muhimu kufunga, ni muhimu kutoa sadaka, ni muhimu kutoa zaka, ni muhimu kuunganisha undugu, ni muhimu kuvaa hijabu, ni ibada hizo. Lakini zote hizo Mwenyezi Mungu aziangalie. Sawa, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna Allaha la yanzur ila ajsamikum. Mwenyezi Mungu haangalii miili yenu. Miili maana yake mpaka mavazi yenu haangalii. Wasuwarikum, na sura zenu nzuri mbaya zimekaaje haangalii. Walakin yanzur ila qulubikum.
lakini Mwenyezi Mungu anaangalia nyoyo zenu, wa amalikum, na baada ya nyoyo zenu matendo yenu. Kwa hiyo sehemu pekee ambayo inahusika na kutengeneza mahusiano na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni moyo. Ndio maana nikasema tujiangalie nyoyo zetu na tutathmini nyoyo zetu, na kila mtu ana moyo na kila mtu ana uwezo wa kutathmini moyo wake. Hilo liko swali la kwanza, tumelijibu. Sawa eh? Swali liko linasemaje? Ni mahusiano yako na Mwenyezi Mungu yakoje? Nimewapitisha katika maeneo tofauti tofauti ya kufafanua haya mahusiano tunayatengeneza vipi na umuhimu wa haya mahusiano. Sawa, kama mmeelewa baadhi ya nukta, kama kuna maswali nitakuja kuuliza baadaye. Swali la pili. Kila mmoja ajiulize, je, unapofanya ibada wewe mwanamke wa Kiislamu, ibada tunajua maana yake swala, funga, dhikri, Qur'ani, sadaka. Je, unapofanya ibada unahisi ladha yoyote? Sawa eh? Jiulize. Unajua nini maana ya ladha? Ukiwa umesimama umeswali hivi, unahisi ladha yoyote? Yani unapata utamu fulani, unapata kitu fulani tofauti. Ukiwa unasoma Qur'ani hivi, ukiwa umefunga hivi, unahisi tofauti na siku zingine. Achilia mbali kukaa na njaa. Tofauti kati ya Ramadhani na miezi mingine ni kukaa na njaa. Achilia kukaa na njaa. Je, kuna ladha yote nyingine ambayo unaipata? Swali muhimu sana. Kwa sababu kama hupati ladha katika ibada unazozifanya, hatupati ladha, hicho ni kiashiria ambacho sio kizuri. Kiashiria hicho kinaonyesha kwamba wewe ni mgonjwa, na ugonjwa wako upo katika moyo. Sawa eh? Ladha, chukulie mfano wa kawaida, mfano ya dunia kibinadamu. Wewe unaumwa malaria au typhoid kali kabisa, unahisi ladha ya chakula? Unasikia harufu ya chakula kizuri? Sikii. Unasikia chef saa nyingine? Yaani watu pale wanakaangiza, wanatia na nani zao pale viungo sio na nini, wewe unataka kutapika nini? Sitaki hiyo harufu. Watu wote wanavutiwa na ile harufu. Chakula kitamu kizuri kabisa, lakini wewe ukikigusa tu hapa unatapika. Kwa sababu gani? Mgonjwa. Ukiwa mgonjwa, vitu vinabadilika katika mwili wako kiasi cha kwamba hupati ladha ya vile vitu vizuri. Ukiwa hupati ladha ya kuswali, unaona kama ni usumbufu. Bana, yani kama vile ya rate singekuepo hii swala. Sasa asubuhi, adhuhuri, alasiri, sijui muda gani tena, nataka kufanya mambo yangu nashindwa. Yote hayo unajizungumzisha ndani ya nafsi yako. Basi unasimama tu unalipua kuswali pale, yani Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Unamaliza haraka. Sawa. Ramadhani natamani ishi haraka, mwezi umalizike. Umeona? Mambo yangu yanaharibika. Nini sijui timetable zangu zijakaa sawa. Ukiwa huhisi ladha ya hizi ibada, ni ule mgonjwa ambaye hahisi ladha ya chakula kizuri, hata ana maradhi. Sasa hapa maradhi yako ni moyo. Maradhi yako ni moyo. Kuwa na maradhi haya ina maana kwamba mahusiano yako na Allah Subhanahu wa Ta'ala vile vile yako mbali. Tuko pamoja eh? Abdullah ibn Amr anasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum. Imani inachakaa katika mwili wa mmoja wenu kama yakhlaqu thawb, kama nguo inavyochakaa. Fas'alullaha an yujaddida al-imana fi qulubikum. Basi muombeeni Mwenyezi Mungu afanye upya imani katika nyoyo zenu. Renew, afanye upya imani katika nyoyo zenu. Maneno haya yamefananishwa na nguo. Nguo unayoivaa inachakaa. Chochote ambacho unakitumia kinachakaa, maana kinamalizika muda wake. Imani nayo inachakaa. Ndio maana unakosa ladha ya ibada, unapata maradhi ya moyo, imani imechakaa. Sasa tumuombe Mwenyezi Mungu, Mtume anasema afanye upya imani zetu. Hii ni dua niliwafundisha mwanzo na sasa hivi tena nawafundisha. Mwenyezi Mungu atusaidie kuzifanya upya nini? Imani
zetu. Bila msaada wa Mwenyezi Mungu hatuwezi kufikia pale tunapokusudia. Ndugu zangu, kwa nini imani zinachakaa? Imani inachakaa kila unavyokuwa mbali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu unakuwa naye mbali, imani yako inachakaa. Imani inachakaa kwa kumsahau Mwenyezi Mungu. Kuwa mbali wake unamsahau kama Mungu yupo. Yaani katika maisha yako Mwenyezi Mungu anachukua nafasi ndogo sana katika fikra zako. Imani inachakaa. Lakini kila unapokuwa karibu na Mwenyezi Mungu, imani inapanda. Imani inachakaa kwa kuwa karibu na watu wa maasiya, kuwa kundi lako wewe ni kundi la watu wa rusha roho, kundi la kuzungumzia habari za mafashion, za kusengenya watu, za kuzungumzia masuala ya shirki, masuala ya vikao vya harusi. Sio vibaya vikao vya harusi, msie mkanikoti vibaya. Sawa eh? Vikao ambavyo havina maana yote. Ndio group lako la watu wa aina hiyo. Imani inachakaa. Kwa sababu mnachokizungumzia pale, mnazungumzia mambo tofauti kabisa na ya Mwenyezi Mungu. Vikao vyenu vinazungumzia watu, kuwasengenya, kujua aibu za watu, kuwasema. Vikao vinazungumzia habari ya dunia, fulani kanunua kitu gani, fulani kafanya hivi na nataka nifanye hivi, sio na hivi na hivi, nazungumzia mambo ya sihiri, uchawi. Ndio vikao ambavyo wewe unakaa na watu wa aina hiyo. Ujue kwamba huko ulipokwenda ni mbali sana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na lazima imani yako itachakaa kule. Njia bora kurudi kwa Mwenyezi Mungu, kukaa na watu wenye kumdhukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafuta kundi jipya. Watu wanazungumzia semina, muhadhara, mawaidha, kufanya itikafu, kufunga Jumatatu na Alhamisi, kufunga masiku matatu meupe, kuwatembelea wagonjwa hospitali, kutoa sadaka ndogo ndogo kwa mayatima. Yaani vikao vyako vinakuwa ni vya watu wa aina hiyo. Kikaa nyinyi mnazungumzia khiri tu. Hapa ni lazima imani yako kila siku inakuwa mpya. Kwa hiyo imani inachakaa kila unavyozidi kuwa uko mbali na nani? Na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unamsahau Mwenyezi Mungu. Na unasahau neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala juu yako, kwamba kuna neema alizozineemesha kwako. Imani inachakaa na unakuwa mbali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kufanya dhambi. Sawa eh? Wote tunafanya dhambi. Lakini dhambi ambazo zinasababisha imani yako ichakae na uwe mbali na Mwenyezi Mungu na usihisi ladha ya ibada unayoifanya ni dhambi za siri. Dhambi za siri. Sisemi kwamba dhambi za dhahiri nzuri zaidi. Sawa eh? Lakini wachache wanafanya dhambi za dhahiri, ambao mioyo yao imeshagongwa mihuri kabisa. Lakini wengi ambao ni waumini wanajitahidi wanafeli katika dhambi za siri. Na hii inakufanya usihisi ladha katika ibada, inakuondoshia ladha katika ibada yako unayofanya. Hadithi ya Thauban radhiyallahu anhu anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia siku moja, la alamanna aqwaman min ummati, na waelewa watu katika umma wangu, yatuna yawm alqiyama bihasanati amthali jibali tuhama baydan, watakuja siku ya kiyama wana mengi mema waliyofanya. Ukubwa wa mema hayo ni sawa na mlima, mfano mlima Kilimanjaro. Yani wewe umefanya mema kama mlima wa Kilimanjaro. Mema tunajua ni ibadati, nini, mambo mengi ya khairi uliyofanya. Fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura, lakini Mwenyezi Mungu anayageuza mema yote yanakuwa ni vumbi tupu. Vumbi, hujafanya kitu chochote katika maisha yako ya dunia. Sawa. Maneno haya yakamshtua Thauban aloipokea hadithi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thauban akasema, ya Rasulullah, sifhum lana, jilhum lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Mtume wa Mwenyezi Mungu, tuelezee sifa za watu hawa. Ni kina nani? Sifa zao zikoje? Ili tusiye tukawa kama wao huku hatuelewi. Halafu nafika siku ya kiyama ukidhania umefanya amal, unakuta amali zako vumbi. Tuelezee ya Rasulullah, tuelezee sifa zao. Ni watu wa aina gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, amma inahum ikhwanukum, hawa ni ndugu zenu. Yani ndugu zenu kabisa, waislamu wenzenu. Wa min jildatikum, na wanafanana na nyinyi. Wa ya'khudhuna min al-layli kama ta'khudhun, wanasimama kuswali usiku kama mnavyoswali nyinyi. Walakinnahum, lakini kasoro yao, idha khalau bi maharimillahi intahakuha, wakibaki peke yao vile vitu ambavyo ni viharamu wanavifanya ni vihalali.
wakibaki peke yao. Ukiwa hakuna watu, kwao halali, haramu ni halali. Yani wanawaogopa watu zaidi wanavyomwogopa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni madhambi ya siri, na haya yanakufanya upoteze ladha ya ibada ambayo wewe mwenyewe unayafahamu. Madhambi hayo ya siri unayofanya, iwe ni kusengenya, iwe ni fitna unazozifanya ambazo mtu mwingine haelewi, sawa, iwe ni maasi fahisha ya uchafu wa zina, iwe ni kuangalia vitu vilivyoharamishwa, iwe kitu ambacho wewe umekiweka ni cha siri, lakini unajua kabisa hichi ni dhambi na hupendi kidhihirike kwa watu wengine na wakifahamu, sawa, lakini ukiwa peke yako unakifanya mbele za watu, mashallah, yani mfano mzuri sana, lakini peke yako vya haramu vyote kwako ni halali. Hii ni sifa moja mbaya sana, na hii sifa inakupelekea kutopata ladha ya ibada unayoifanya, kwa maana ndio hiyo iliyozungumzwa kwamba hizi ibada unazozifanya hizi zitakuja kugeuzwa, zitakuwa ni vumbi siku ya kiyama, kwa sababu Allah hafichikani na kitu chochote na atakuonyesha katika daftari lako. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atustiri na watu wenye sifa kama hizi. Njia nzuri ya kujizoesha na kujiepusha na hizi dhambi za siri ni kukithirisha kufanya ibada za siri. Dawa ya moto. Nafsi nakwambia ufanye maasi ya siri, fanya taa ya siri ambayo hakuna anayejua zaidi yako wewe peke yako. Iwe ni khairia, labda ni kufunga au kusimama usiku ukaswali, hata mume wako hajui kama uliamka kwenda ukaswali ukarudi kulala hajui. Unataka hiyo baina yako wewe na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Iwe ni kusaidia kama Mwenyezi Mungu amekukunjulia, na hata kama hajakukunjulia mlango wa riziki mpana, amekukunjulia uwezo tu wa kusaidia, fanya msaada. Nenda tafuta sehemu kuna mzee, msaidie, msafishie nyumba yake, mpikie chakula, muogeshe. Hakuna mtu anajua zaidi yako wewe na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Kufanya ibada za siri kutakuepusha na kufanya madhambi ya siri. Kwa dawa inayekabiliana na ugonjwa huu ni ibada za siri. Kwa hiyo tujilazimishe ndugu zangu kina mama kufanya ibada za siri ambazo hakuna mtu anayefahamu zaidi yako wewe na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na waja wema walikuwa wametangulia wana mifano mizuri sana ya ibada za siri. Mmoja alifunga zaidi ya miaka 20 funga za sunna, lakini mke wake alikuwa hajui. Anaamka asubuhi anakwenda dukani, harudi nyumbani. Sasa mimi nikifika dukani kule anatoa chakula kila siku. Kile chakula anakiweka na kiweka chini ya meza huko cha mchana kile. Ikiadhiniwa ndio anafuturu kile chakula. Nilikuwa namwambia mke wako, mimi nimefunga, leo usiniletee chakula kile pika iftari, itakuja jioni. Lakini kwa sababu ya kuchunga kwamba nataka funga yangu iwe ni siri baina yangu mimi na Mwenyezi Mungu, hata mke wake akumwambia miaka yote hiyo. Watu wanatafuta hizi amali za siri, na wako wengi ambao wanafanya amali hizi za siri. Mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtoto wa Hussein au kitu kama hicho. Hussein ni mjukuu wa Mtume, lakini mtoto wa mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki, wakati wanamuosha walikuta kuna mikanda, yani kuna alama nyeusi katika mgongo wake, yani imechubua kabisa. Baadaye wakagundua ni sababu ya kamba alizokuwa akizibeba kubebea vyakula. Yeye ilikuwa anaamka usiku kabisa wa manane, anajua nyumba zote zenye wajane na ambazo zinalea mayatima. Anabeba unga, anabeba tende, anabeba mafuta, anabeba maziwa ya unga, viroba, anakwenda kuweka kwenye nyumba katika mji wa Madina, katika mlango. Hakuna mtu alikuwa anajua. Mtu akifungua mlango asubuhi, mashaallah, alhamdulillah, dua yangu imepokelewa, chakula nilikuwa sina kitu. Nani kaleta? Wanamuita Abdul Saleh, mja mwema kaleta. Wala hawamjui ni nani.
mpaka alipofariki. Ndio wiki ya kwanza ile watu wanasema jamani, Abdul Saleh ameenda wapi? Kama amefariki Mwenyezi Mungu amsamehe madhambi yake, kama anaumwa Mwenyezi Mungu amletee shifa. Wao wametoka watu wengi wanalalamika hawapati sadaka. Ndio wakajua kwamba kumbe huyu ndio alikuwa akipitisha mizigo ile. Ni ibada ambayo hakutaka mtu yote aifahamu. Anaweza kuajiri wafanyakazi, pelekeni fanyeni, lakini aliona nataka mimi na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ibada za siri zinakuepusha na madhambi ya siri. Tuko pamoja? Kwa hiyo tukithirishe ndugu zangu kina mama kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuweze kumpenda na kuhisi ladha katika ibada zetu. Kuna dua ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha masahaba zake, ni muhimu tuifahamu. Imepokelewa na huyu Thauban ambaye amepokea hii hadithi yenye kutisha tulizozungumza sasa hivi. Thauban anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa, ya Muhammad, qul tusma wasal tu'ta, sema utasikilizwa na Mwenyezi Mungu, naomba utapewa. Qala qultu, nikasema fa'allimni, nifundishe kitu gani cha kusema. Qal, akasema qul Allahumma inni as'aluka fi'la alkhairat, omba kwa Mwenyezi Mungu kwa kusema Mwenyezi Mungu mimi nakuomba kufanya mambo ya khairi, wa tarkal munkarat, na kuacha mambo maovu. Hii ndio kuomba msaada kwa Mwenyezi Mungu atusaidie tupende mambo ya khairi, tuache mambo ya maovu. Wa hubbal masakin, na nijalie niwapende watu ambao ni maskini. Allahumma as'alaka hubbak, Mwenyezi Mungu mimi nakuomba mapenzi yako, unipende na mimi nikupende. Wa hubba man yuhibbuk, na kumpenda yule anayekupenda wewe Mwenyezi Mungu. Wa hubban yuballighuni hubbak, na mapenzi yatakayenifikisha kukupenda ewe Mwenyezi Mungu. Hii ni dua ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwafundisha masahaba zake. Unaweza kuizungumza kwa lugha yoyote, kwa Kiswahili kazungumza kwamba Mwenyezi Mungu nijalie niweze kukupenda, niwapende wale wanaokupenda wewe, sawa, nikupende mapenzi yatakayonifikisha katika kupata mapenzi yako, kupata mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilo kwa swala ngapi jamani? Ninasemaje swala la pili? Je, unahisi ladha unapofanya ibada yako? Sawa? Kama huhisi ladha, wewe ni mgonjwa. Na tumesema matibabu ya ugonjwa wenyewe hapa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake wengi walikuwa wanahisi ladha katika ibada. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akimwambia Bilal wakati wa swala, ya Bilal arihna biha, ewe Bilal tustareheshe na swala. Sababu akiingia kwenye kuswali ndio starehe yake kubwa, kwa sababu mbele yake yuko Allah Subhanahu wa Ta'ala, anazungumza naye, anamuomba Mwenyezi Mungu amuongoze katika swala, anamsujudia kuonyesha kwamba anashukuru kwa neema alizompa, anahisi ladha anapokuwa yuko mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa mimi na wewe tunatakiwa tufikie katika daraja hii ya kuhisi ladha katika ibada, ya kuwa tunazisubiri ibada kwa hamu kubwa, sio tunahisi shida, tabu, au kama vile tumekalifishwa kuzifanya zile ibada kiasi kwamba tunazifanya kwa kuzilipua. Usipohisi ladha katika ibada, kuna tatizo katika moyo, na matibabu yake tumeyazungumzia hapa. 3, Allah anatuuliza swali hili, kila mtu ajibu katika nafsi yake. Fama dhannukum birabbil alamin, hivi mnamdhaniaje Mwenyezi Mungu? Hivi mnamchukuliaje Mwenyezi Mungu wa walimwengu? Tuko pamoja? Nikikuuliza swali, kwa yule rafiki yako wa mwanzo tulizungumzia, yule shosti wako yule, si mnamkumbuka? Ambaye mpaka mnafanana sura. Nikakufuata nikwambia, mama fulani, hivi unamuonaje fulani, mama fulani? Utajibu nini? Mashaallah, mashaallah. Yani natamani labda mimi nife kabla yake, jinsi ninavyompenda.
Sawa mama mwaminifu, mama mcha Mungu, mama sio na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Uko karibu. Dhana yako kwake iko hivyo. Umejuaje? Sio kwa maisha ya siku moja, umemuelewa kwa kina, umetaamiliana naye katika mambo mengi, umemhifadhisha siri zako zimehifadhika, umemtaka msaada wako amekusaidia, amekupa ushauri mzuri. Ndio ukatengeneza kitu kinachoitwa thiqa au trust au uaminifu kwake kwamba huyu hapana yuko hivi. Huwezi kuwa umekutana naye mtu kutoka Dar es Salaam, umekutana kwenye basi, mmekaa seti moja, nafika yule, haiwezekani. Huwezi kumpa thiqa yako, huwezi kumueleza siri zako. Sawa? Haumjui, hata sifa zake huzijui. Hata siku moja huwezi kumpa kumuelezea yani. Utakayemuelezea kwa trust na kumwamini ni yule ambaye unamfahamu kwa undani sifa zake. Sasa turudi kwenye mada yetu. Tunamdhaniaje Mwenyezi Mungu? Tunamchukuliaje Mwenyezi Mungu? Mtu akikwambia sasa hivi muelezee Mwenyezi Mungu, uhusiano wako na Mwenyezi Mungu, unamchukuliaje, utasemaje? Tunazifahamu sifa zake? Tunamwamini? Tunamdhaniaje na kumchukuliaje Allah Subhanahu wa Ta'ala? Swali muhimu sana. Ndugu zangu kina mama, katika maisha yetu daraja ya juu kabisa ya mahusiano ni imani ulionayo kwa mwingine. Na lazima uwe umejiridhisha kwa imani ulionayo. Na saa nyingine unaweza ukamwamini mwenzako kwa kuaminiwa na watu wengine. Wewe humjui, lakini kila anayekuja asema yule mashaallah, yule mashaallah, yule mashaallah. Na yeye anasema na yule yule mashaallah. Sasa kwanza unamjua yule, simjui, lakini watu wengi wanasema mashaallah. Napeni mifano ya kukurubisha maana. Wewe au mtu wako wa karibu au rafiki yako au nani, almuhimu anaumwa, mgonjwa sana, maradhi yamsumbua makubwa mabaya. Akapita mtu akasema bwana, maradhi haya daktari fulani yule yule kashatibu maradhi, kama watu kama wamekwenda pale watu wamepona, kila anayekwenda pale amepona. Kweli unasema kweli? Kweli. Mara mwingine kapita, kamtaja huyo huyo, wa nne kapita, kamtaja huyo huyo, si umekaa kwenye, kamtaja huyo huyo. Wewe humjui, sawa? Unatengeneza nini? Imani. Chukua mgonjwa wako kwa daktari fulani. Kisha unamuulizaje huyo daktari? Nimesikia huyu daktari bingwa, watu wengi wamepona kwake. Saa nyingine unapata imani kwa mtu kwa sababu ya mazungumzo ya watu wengine labda ambao unawaamini. Kweli au sio kweli? Kwa hivyo. Kwa hiyo kama ni wewe unakwenda kwa daktari huyo, anakuambia mama, naweza nikakutibu, una matatizo katika moyo wako, nitakufanyia operation, tutautoa ule moyo wako wote pembeni, sawa? Tutautibu, tutaunganisha mishipa fulani, tutaweka na nini, tutaweka na kitu gani, alafu tutaurudisha, utatoka salama kabisa. Unasemaje mama? Daktari, nimesikia sifa zako nyingi, najua tu utanisaidia. Sawa Unamkabidhi nini? Maisha yako. Saa nyingine hata jina lake humjui, amezaliwa wapi ufahamu. Umetengeneza trust, umetengeneza imani kwa mwanadamu mwenzako. Tuko pamoja? Lakini huna imani na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ambaye amekwambia ana shafi, mimi ndio mponyaji, wewe unasema wewe utaniua tu. Sawa mimi nakwenda kwa mganga fulani, chawi fulani, sijui nani. Imani. Umemdhaniaje Mwenyezi Mungu? Unamchukuliaje Mwenyezi Mungu? Unamchukulia poa. Lakini mwanadamu mwenzako umejilaza pale na unaambia watu wako kabisa, jamani hivi na hivi na hivi nitakuwa niko kwenda ICU na hivi nitakuwa siku 2 hivi sipo, yani unaweka ahadi kwamba utapona tu.
katika mikono ya mwanadamu. Leo tunapanda ndege kutoka Iringa tunakwenda, kuna zimekuja ndege nyingi sasa hivi. Unakwenda Dar es Salaam. Unapaa angani kule zaidi ya kilomita 15,000. Sawa, juu kabisa. Lakini huulizi rubani ni nani, jina lake nani, amekunywa pombe hajakunywa, Muislamu au sio Muislamu, au unakata unabonyeza na kiti unajilaza kabisa hivi. Unasoma kitabu chako, wengine wanasikiza muziki, wengine yani huko yani hujui, unajua kabisa unapigia simu Dar es Salaam. Baada ya saa moja airport nisubiri. Kama sio kweli unaweka kabisa na chumba. Nikeni chumba nakuja, ataingia baada ya saa moja huko. Umekabidhi maisha yako yote kwa mtu usiyemjua. Kwa sababu kuna wengine wameamini kupanda ndege, lakini umesema tafika. Lakini unamdhaniaje Mwenyezi Mungu kwenye maisha yako? Hatuna imani naye. Tunavyoaminiana sisi wenyewe, sisi tunavyomwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imani kwa Mwenyezi Mungu ni dhaifu. Inapokuja kwa Mwenyezi Mungu ni dhaifu. Leo tunafanya kazi, tunalima, tunafanya nini, tunafanya juhudi, nipate hela, niweke akiba, unashika kwenye vikoba, sijui mikopo nini inaitwa damu mkausho, sijui inaitwa, si ndio? Simu upokee, yani unahangaika kwa sababu gani? Kwa sababu gani mnakopa kina mama? Wewe mnakopa kwa kupenda? Unatafuta njia za kujikwamua, akiba nini, somesha watoto, nifanye hivi nini? Kazi yote unaifanya hiyo, vile unavyovipata vile unavyoviweka. Sasa hivi nyumbani vitapotea. Unakwenda benki, si ndio? Unakwenda benki, unakabidhi hela zako pale zote, wewe dada unamkabidhi hata jina lake umjui. Hata usoni ya kuangalia. Anapokea pesa zako zote, anakuandikia karatasi, anakupa karatasi ya denda. Yaani wewe jasho lako lote la maisha yako na akiba yako unakwenda kumpa mtu humjui, amekupa kikaratasi tu. Lakini unasema nikizihitaji nitazipata. Zipo tu, hazipotei. Trust, imani ulionayo kwa benki na watu wa benki ni kubwa zaidi kuliko hata ulionayo kwa Mwenyezi Mungu. Leo Mwenyezi Mungu anasema man dhal ladhi yaqridu Allah qardan hasana. Nani yuko tayari kumkopesha Mwenyezi Mungu mkopo uliokuwa mzuri? Allah atamzidishia maradufu. Sawa Haya. Amekuja yule shosti wetu tunayefanana naye. Kwa mama fulani na shida mwenzako. Nini? Nahitaji kama 300,000 tu. Unaona? Nitakurudishia baada ya wiki 3. Rafiki yangu wala usiseme kitu. Kwako wewe? Hizi hapa. Mbona unatoa 300,000? Fulani atanirudishia. Lakini Mwenyezi Mungu anatuambia nani atakayemkopesha Mwenyezi Mungu mkopo? Hivi Mwenyezi Mungu anahitaji mkopo kutoka kwetu? Anataka akuwekee, akulipe maradufu. Lakini unasema atanilipa kweli? Unasema mbona si atuseme hivyo? Mnasema hivyo? Sawa. Inapokuja michango yenu ya mambo ya maendeleo, michango ya da'wa, si michango ya kitu fulani, unaanza kuona hela inatoa itarudi kwa sababu ya mama fulani itarudi kwa sababu si yuko jirani unajua atarudisha. Lakini imani ya ghaib ya kujua Mwenyezi Mungu atarudisha maradufu ile huna. Ndio hapa tunamdhaniaje Mwenyezi Mungu? Tunamchukuliaje Mwenyezi Mungu kama waumini? Imani yetu kwake ni kama imani iliyopo kwetu sisi. Hataki tuifananishe hata siku moja. Inatakiwa imani yetu sisi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala iwe maradufu ya tunavyoaminiana sisi. Anapotaka Mwenyezi Mungu ujue kabisa kwamba hili jambo ni guarantee 100%. Sisi tuko pamoja kina mnanielewa? Ni swala ngapi tunauliza hilo? La 3. Tunamdhaniaje Mwenyezi Mungu? Fama dhannukum bi rabbil alamin. Unamdhaniaje Mwenyezi Mungu aliyokupa uhai baada ya kifo, aliyekupa maradhi, afya baada ya maradhi, faraja baada ya dhiki, aliyekuumba, unaishi kwa neema zake ambazo hazihesabiki? Unamdhaniaje? Hili ni swala muhimu la kujiuliza. Wengi wetu tunamdhania vibaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mchukulie mtu mwenye husda. Unajua maana ya husda? Maana yake nini? Kutamani neema iliyopo kwa mwingine iondoke.
Wala sio ije kwangu mimi nikose na yeye akose. Tukose wote. Husda, hasidi ni mbaya kuliko mchawi. Sababu yake kubwa ni nini? Kumdhania Mwenyezi Mungu vibaya. Kutomfahamu Mwenyezi Mungu. Hasidi anasema hivi, kwa nini Mwenyezi Mungu ameninyima mimi akampa yule? Kwa nini Mwenyezi Mungu amempa yule cheo ameninyima mimi? Amempa yule mali ameninyima mimi? Amempa yule watoto ameninyima mimi? Amempa yule sifa anasifika sana mimi sifiki kama yeye? Kwa nini Mwenyezi Mungu amempa yule uzuri ameninyima? Kwa nini hivyo? Maswali kama hayo. Maswali hayo ni ushahidi na dalili ya kuonyesha kwamba huyu mtu hana trust, hana imani kwa Mwenyezi Mungu. Anamtuhumu Mwenyezi Mungu kwamba ni dhalim. Mwenyezi Mungu unadhulumu, wewe sio mwadilifu bwana. Mimi watoto wangu wote wametangulia mbele yako. Wote. Na unajua jinsi ninavyohitaji. Mama fulani pale watoto wake mashallah anaendelea tu, watoto wengi wakubwa wanasoma. Maana yake nini hiyo? Maana yake unamtuhumu Mwenyezi Mungu sio mwadilifu ndani ya nafsi yako. Na ndio inatengeneza husda. Husda inaanzaje? Husda inaanza kuona kwamba fulani ananeemeka, mtu unayemfahamu, na hasidi hatoki mbali, husda yende mbali, karibu. Ananeemeka. Mwenyezi Mungu amemjalia. Wewe muone Mwenyezi Mungu pale, picha Mwenyezi Mungu haipo. Lakini unaona tukafanikiwa. Mara sijui kanunua kitu gani, mara kabadilisha nyumba yake, mara sijui amenunua hivi, mara watu wameenda kusoma sehemu gani, mara sijui anafanya hivi, mara kakuaga anasafiri na mume wake anakwenda sehemu fulani. Wewe ndani ya nafsi yako unasononeka tu. Na shetani anaingia mule ndani. Wewe una matatizo gani wewe? Una mkosi gani wewe? Mbona hivi na hivi, anakuzungumzisha. Mwisho wa siku unaanza kumtuhumu Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Inajidhihirisha katika hasad ndani ya nafsi yako. Unatamani hiyo safari unayokwenda wasirudi, wapinduke na gari huko unapokwenda. Sawa? Sababu anakusumbua kila siku kwa sababu Mwenyezi Mungu anampa tu. Lakini ungekuwa uko karibu na Mwenyezi Mungu, ungemwombea dua Mwenyezi Mungu amzidishie, halafu ungenyanyua mikono kwa Mwenyezi Mungu, omba Mwenyezi Mungu nipe lile ambalo lina kheri na mimi. Na kwa sababu uko close na Mwenyezi Mungu, atakusikia. Tayari una mahusiano mazuri na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unamdhania vyema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, umeweka imani kwake, atakusikia. Tuko pamoja? Kwa matatizo mengi yanayotukabili, dhiki za maisha, huzuni, msongo wa mawazo, fikra, pressure, nini sijui nini zinatokana na kufikiri sana, zote zinatokana na kutomtambua Mwenyezi Mungu vema. Na ndio zinasababisha maradhi ya nyoyo ambayo tunayazungumzia. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema Mwenyezi Mungu katika hadithi al-Qudsi, ana inda dhanni abdi bi, mimi nipo katika dhana ya mja wangu, faliyadhunnu bi ma shaa, anidhania anavyotaka. Ukimdhania Mwenyezi Mungu vizuri, Mwenyezi Mungu anakudhania vizuri. Ukisema hili jambo Allah ataniondolea, Allah anakuondolea. Lakini sharti litoke wapi? Katika moyo. Ukisema hili jambo hili bwana fulani tu ataniondolea hilo, Mwenyezi Mungu anakaa pembeni. Umemdhania vibaya. Kwa hiyo mwache ulomdhania vizuri akufanyie hilo jambo lako. Anaweza akakufanyia kwa siku 2-3 likarudi tena. Dhana, kuweka dhana njema kwa Mwenyezi Mungu, hii ni moja katika ibada muhimu sana mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo unavomdhania Mwenyezi Mungu ndivyo na yeye anavyokudhania hivyo hivyo. Ukimdhania vibaya na yeye anakudhania mja wangu hanitambui, anielewi, achilia aendelee mbali na anachokiona yeye ni sawa sawa. Jabir ibn Abdullah, mmoja katika masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi 3 ayyam yaqul, nilimsikia mimi mwenyewe Jabir anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kifo chake kwa siku 3. Yani baada ya hapo Mtume akafariki siku 3. Yani alikuwa maututi Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kifo chake kwa siku 3. Anasema maneno haya, la yamutanna ahadukum, asijaribu mmoja wenu kufa, yani asifikie sehemu mmoja wenu akafa, illa wa huwa yuhsinu dhanna billah, isipokuwa awe anamdhania vizuri Mwenyezi Mungu. Mtu asife isipokuwa awe anamdhania vizuri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ampe sifa nzuri Mwenyezi Mungu na dhana njema. Kwa hiyo ni moja katika ibada muhimu ambazo mimi na wewe tunatakiwa tusifike nazo. Hadithi nyingine ya Abi Huraira, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema
ana inda dhanna abdi bi, mimi nipo katika dhana ya mja wangu. Wa ana ma'ahu idha dhakarani, mimi nipo na mja wangu anaponitaja. Siji kama mnaipata hii maana kama ambavyo naihisi mimi. Nipo na mja wangu anaponitaja. Haya anazungumza ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in dhakarani fi nafsihi, akinitaja ndani ya nafsi yake, dhakartuhu fi nafsi, na mimi namtaja ndani ya nafsi yangu. Sawa mathalan umekaa tunafikiria maisha yako, akasema ya Allah ndani ya nafsi yako, ya Allah, na Mwenyezi Mungu naye anasema ya Fatima, ya Halima, ya Aisha, ya Abdi. Akinitaja ndani ya nafsi yake, mimi namtaja ndani ya nafsi yangu. Haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii itatuhamasisha tufanye nini? Tufanye nini? Tufanye nini kila mama? Tumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala kila inapotokea tatizo. Sio mama yangu mzazi, mama yangu mama yako yuko kaburini labda. Sawa. Ya Allah, ya Rahman, ya Samia, Mwenyezi Mungu wangu. Ukitaja anakutaja katika nafsi yake. Anasema wa in dhakarani fi mala'i dhakartuhu fi mala'in khairi minhum. Imekufa. Akinitaja katika kudamnasi ya watu, na mimi nitamtaja katika kadamnasi ya viumbe bora kuliko hao. Sawa kama hivi tunamtaja Mwenyezi Mungu, tukampa sifa zake. Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, walillahi alhamd. Tukataja Allah, anakutaja katika akiwa katika kadamnasi ya malaika kwamba mja wangu ananitaja, na anakutaja sababu mja wangu fulani ibn fulani ananitaja mbele ya kadamnasi ya watu, na mimi namtaja mbele yenu. Usikize adhana, tutaendelea inshallah. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwetu sisi tunapokuwa tuko karibu naye, kwamba unapomtaja Mwenyezi Mungu wewe katika nafsi yako, na Allah anakutaja katika nafsi yake. Na ukimtaja Mwenyezi Mungu katika kadamnasi ya watu, na yeye anakutaja jina lako katika hadhira ya viumbe waliokuwa bora kuliko hawa watu ambao wewe umemtaja mbele yake. Hii maana ya maneno haya ni maana nzito sana. Wewe ukiwa katika kama mwanadamu mathalan, kwa njia moja au nyingine ukawa una connection na mama, nikisema mama unamuelewa namuelewa mama kiongozi wetu, sawa? Mama Samia. Ukinyanyua tu simu yako hivi, ukimbip tu hivi, una bip tu dakika amekupigia, sawa? Dakika, mama fulani nimeona miss call yako. Nilikuwa kwenye kikao kidogo, nimetoka kwa ajili ya kukusikiliza. Hudhurisheni hiyo maana, ni kukurubisha maana, ni kufananisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe utakuwa unaishi, yani utakuwaje katika mgongo wa ardhi hapa nchini kwetu hapa? Utajisikia yani hakuna kiumbe kama wewe, si ndio? Yani mtu mtampigia mheshimiwa sasa hivi. Usifanye mchezo hapo. Aje yule mama fulani yule bwana, yani viongozi wote wa serikali nani watakosa, yani akibip tu mheshimiwa anampigia. Kwa hiyo hebu kuweni tahadhari naye sana. Na wewe mwenyewe kila sehemu unapokwenda utajihisi kwamba uko huru na nguvu, tishu na kitu chochote, sawa? Unachokitaka unaweza kukipata wakati wote, hakuna kinachokusumbua yani. Kama ni unataka kwenda hospitali yote
utakwenda hospitali yote kwa sababu unayo pale, ukibip tu unapigiwa. Anambia nikwenda hapa sio hospitali ya government sio naita hospitali ya rufaa hapa, naona nasumbua. Unakusumbua? Nenda, njoo, itakuja ndege itakupeleka mara moja Muhimbili. Sawa? Utajisi vipi? Yaani malaika katika mgongo wa ardhi. Ni binadamu tu. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ukinitaja katika nafsi yako mimi nakutaja. Huyu ni Mwenyezi Mungu anasema Mama Samia sio nani, sawa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukinitaja, ukinikumbuka katika kadamnasi ya watu, mimi nakutaja katika wa viumbe waliokuwa bora kuliko. Fursa kama hizi tunazipotezaje? Za kumtaja Mwenyezi Mungu, kumlilia Mwenyezi Mungu, sawa? Kumbipu Mwenyezi Mungu, yeye anakupigia moja kwa moja. Utoe shida zako, umueleze. Na utajisikia huko katika hali gani? Utajiona kwamba ni mfalme katika mgongo wa dunia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wa in taqarraba ilayya bishibrin, akinisogelea mja wangu, akiwa anakuja kwangu kunisogelea, yani anajipendekeza anakuja kwangu. Shibri ni yani masafa madogo sana, inchi ngapi sijui, sawa? Taqarrabtu ilayhi dhira'an, mimi nitamsogelea kwa upana kama mkono huu, yani mimi nitakuja zaidi yake kuliko anapokuja yeye. Haya ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema maneno haya. Wa in taqarraba ilayhi dhira'an, mja wangu akinijia mimi kwa urefu kama huu, taqarrabtu ilayhi ba'an, mimi nitamwijia kwa kilomita kadhaa, yani nitamwahi yani. Wa inatani yamshi, akiwa anakuja kwangu anatembea, ataituhu harwala, mimi nitakwenda kwake kwa kukimbia. Yani huyo anasema ni Mwenyezi Mungu. Mja wangu akiwa anakuja ananijia mimi, anarudi kwangu, amenielewa, amenitambua, mimi namkimbilia mja wangu kumpokea kabla hajafika. Hizi fursa ndizo ambazo tunatakiwa tuzitumie ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa kukumbuka kufanya istighfar kwanza ya madhambi ambayo tunayafanya, milango ya toba imefunguliwa, kumlilia Mwenyezi Mungu, ndio kurudi kwa Mwenyezi Mungu. Tunaporudi kwa Mwenyezi Mungu, yeye anatukimbilia sasa kutupokea. Waja wangu wanarudi kwangu, wameelewa wana Mola ambaye anatakiwa wasamehe madhambi yao. Unapokaa ukamtaja ukaleta adhkar, Mwenyezi Mungu anakutaja. Unapoingiza ombi lako, dua katika dua zako za matatizo uliokuwa nayo, Mwenyezi Mungu anaamrisha viumbe wake wakiwa ni binadamu vile vile wa kutatulia tatizo lile kwa amri yake yeye. Tukielewa mantiki hiyo, hatutaishi na shida na dhiki, na bali tutakuwa tunamuelekezea mambo yetu yote nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mama yake Musa alayhi salam, tunaelewa katika zama za Banu Israili, katika wakati wa Firaun alitabiriwa na wachawi wake kwamba katika Banu Israili atazaliwa mtoto wa kiume ambaye atakuja kukupindua wewe katika madaraka yako. Kwa sababu alikuwa anaamini swala ya ushirikina na nini, akaamua kila mwanamke anajifungua kama ni mtoto wa kiume anachinjwa yule mtoto. Wanabakizwa watoto wa kike tu. Mama yake Musa akashika ujauzito wa Musa. Ana matarajio anajifungua mtoto wa kike, anajifungua anapata mtoto wa kiume. Akajua hapa mtoto wangu atauawa. Akajaribu kumficha, lakini askari kila mara wanapita. Wakisikia zile sauti wanaingia ndani, wanafanya pection kuangalia mtoto gani ambaye amezaliwa. Akawa na hofu ndani ya nafsi yake. Lakini huyu Ummi Musa alikuwa yupo karibu sana na Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya nafsi yake, na manunguniko yake yote na hofu zake zote alikuwa anazielekeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasimulia katika Qur'an, anasema wa auhaina ila ummi Musa anirdihi, tukampelekea wahi kwa njia ya ndoto, kwa njia ambazo Allah anazifahamu mwenyewe, sababu ile sio mtume yule mama, kwamba mnyonyeshe mtoto wako, sio na wasiwasi, mnyonyeshe, mshibishe kwanza maziwa. Fa idha khifti alayhi, lakini kama utamuogopea mtoto wako na kuuawa na Firaun, fa alqihi fil yam, kamtupe baharini.
wala takhafi wala tahzani, wala usiogope wala usiwe na huzuni. Subhanallah. Yani kama unamuogopea mtoto wako kwa Firaun, mchukue kamtupe baharini. Huo ni ufumbuzi wa tatizo. Ukiangalia unaweza kuona sio ufumbuzi, kwa sababu namuogopea mtu wangu asiwawe. Sasa kwenda kumtupa baharini tena, mbona imekuwa ni adhabu ile ile? Sawa, ungeniambia Mwenyezi Mungu mimi nitamuhifadhi, nitamficha, nitamfanya askari wasione, nitawafumba macho yao, nitafanya hivi. Mwenyezi Mungu vote anaviweza. Lakini amemwambia kamtupe baharini. Yote ni kuangalia imani kwanza ya huyu mama, lakini yaqini aliyokuwa nayo na ukaribu aliyokuwa nao kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini akamthibitishia akamwambia inna raduhu ilayki, sisi tutamrudisha kwako huyu mtoto wako, wajailuhu minal mursalin, na tutamfanya ni katika mitume. Akamtupa kweli, akaokotwa na watu wa Firaun, akakubaliana kwamba watamlea. Lakini hapa nilikuwa nataka mazingatio ya wewe kama mama, na unajua uchungu wa mtoto. Sawa? Halafu unaambiwa hivyo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utatekeleza? Swali gumu. Huyu amepewa wahi sio na hivi la mtume, la, mwanamke kama nyinyi. Lakini yaqini yake, ukaribu wake, mahusiano yake, dhana yake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilikuwa kubwa. Na kwamba maadamu Mwenyezi Mungu kasema hivyo, basi kuna khiri kweli kwa mtoto wangu. Na kweli Mwenyezi Mungu mwisho anasema faradadnahu ila ummihi, tukamrudisha Musa kwa mama yake, kai taqarra ainuha, ili macho yake yapate kutulizana, wala tahzan, na asiendelee kuhuzunika, walita'lama, na ili aelewe huyu mama anna wa'da Allahi haqqun, kwamba ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya ukweli, walakinna aktharahum la ya'lamun, lakini wengi miongoni mwa watu hawajui kwamba ahadi ya Mwenyezi Mungu ni kweli. Na kweli akamrudisha, akawa anamnyonyesha, tena analipo ujira kwa kumnyonyesha mtoto wake mwenyewe, lakini wale wanampeleka hawajui kama ni mtoto wake. Allah amejalia kwa sababu ya nini? Ya yaqini aliyokuwa nayo Ummi Musa kwa mtoto wake. Leo ndugu zangu kina mama, imani zetu kwa viumbe zimekuwa kubwa kuliko imani zetu kwa muumba mbingu na ardhi. Na hii ni tatizo kubwa ambalo linatokana na sisi kukosa hizo sifa tatu na hayo maswali matatu ambayo nimeyauliza. Kwa hiyo ni muhimu katika darasa hii, katika semina hii, tuondoke na haya mafundisho ambayo tumeyazungumza. Na tunapomlilia Mwenyezi Mungu, kumuomba Mwenyezi Mungu, tukumbuke kwamba bila kuwa na ukaribu huu na Allah Subhanahu wa Ta'ala, sio rahisi tukajibiwa dua zetu. Kwa nini? Kwa sababu hawezi kutujibu, tuko mbali, tumemwekea dhana isiyokuwa njema Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullahu khair kwa kunisikiliza, na kama kutakuwa kuna maswali nadhani itakuwa labda baada ya dhuhuri, kama Mwenyezi Mungu atatujalia fursa. Na mimi nitakuwa na maswali yangu inshallah kuuliza kutokana na mada ambayo nilikuwa nayo. Wewe mjitayarishe na maswali kutoka kwangu kabla sijasikiza maswali kutoka kwenu. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.